Wakati mlinzi alipokuwa anaondoka, alikutana na bosi wake akamsalimia, habari za leo boss. Bosi aligeuka na kumwambia, unakwenda wapi saa hizi na mizigo wakati huu ni muda wa kazi? Na nini kimekutokea usoni kwako? Mlinzi akasema, leo asubuhi nimepata ajali ndio maana nimeumia usoni. Bosi, unashinda ofisini kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hiyo ajali umepata muda gani? Unanidanganya si ndio? Hebu niambie ukweli, nini kimetokea? Mlinzi akasema, bosi, meneja mpya alikuja, nikamwambia nionyeshe kadi, akakasirika akanipiga kibao. Bosi akasema, kampuni yetu na meneja mpya? Ameanza kazi lini? Mlinzi akajibu, bosi, ana muda mchache tu toka ameanza kazi hapa, na aliniambia kuwa sisi walinzi ni kama mbwa tu tunaobweka getini. Hatuna hadhi yoyote ya kumzuia mtu mwenye hadhi kama ya kwake. Ndipo akanizaba kibao na kunifuta kazi. Bosi akasema, huyo meneja mpya yuko wapi sasa hivi? Mlinzi akasema, hajafika bado, na kawaida ni kwamba huwa haji kabisa, anakujaga muda wa lunch tu, anakula chakula cha kampuni na kuondoka. Bosi akasema, kumbe ndo hivyo. Sasa nataka ufanye kitu kimoja, nipe zongo zako za kazi nivae, leo nataka nimtie adabu. Mlinzi akasema, bosi, akijua kwamba nimekwambia kila kitu ataniua. Bosi, hata kufanya chochote, wewe nipe uniform zako tu na wewe nenda kapumzika nyumbani kwa siku chache. Mlinzi alimshukuru kisha akaondoka. Bosi alisimama nje akiwa amevaa kama mlinzi, na meneja mpya akatokea. Bosi akamzuia kwa kumshika bega na kumwambia, kadi yako iko wapi? Meneja akasema, huna hadhi ya kuniomba mimi kadi, ina maana hujui kwa mimi ni meneja wa kampuni hii? Akajaribu kuondoka tena, lakini bosi akamzuia na kusema, sintakuruhusu uingie ndani ya kampuni bila kuwa na kadi. Meneja mpya, wewe ni mbwa tu getini, huna hadhi ya kunizuia na huwezi kunizuia. Akataka kuondoka tena, lakini bosi akamshika mkono na kusema, kwa sasa ninafanya kazi yangu, na kazi yangu ni kuhakikisha wanaoingia wanatambulika. Sasa kama huna utambulisho sintakuruhusu kuingia. Meneja, hivyo unajua unaongea naye ni nani? Mimi ni meneja wa kampuni hii na mama yangu ndo msimamizi wa kampuni hii, ninampigia simu sasa hivi, yeye ndo ataongea na wewe. Sasa subiri dakika 2 utaona. Meneja mpya alisogea pembeni akampigia mama yake na kusema, mama, njoo haraka chini, kuna mlinzi kanizuia hapa na anazidi kunisumbua tu. Mama akajibu kwenye simu na kusema, nisubiri hapo hapo, nakuja kumuona yeye anayekusumbua, nitamtia adabu sasa hivi. Meneja mpya, na leo sitaki kumuona huyo mlinzi hapa, maana amenisumbua vya kutosha. Mama akajibu, haya binti yangu, nakuja hapo sasa hivi. Meneja mpya alipokata simu alimgeukia bosi na kumwambia, mama yangu anakuja sasa hivi, ataongea na wewe. Bosi, sawa, mwache aje. Mama yake alifika haraka na kumuuliza, yuko wapi huyo mlinzi anayejaribu kumzuia binti yangu asiingie kazini? Leo ndio siku yake, yuko wapi? Lazima nimkomeshe leo. Mama aliposogea kwa hasira alishangaa kumuona mlinzi, kumbe ni bosi wake. Alishtuka na kusema, bosi. Bosi akasema, kwa hiyo kumbe haya yote wewe ndio unayofanya? Mama akasema, hapana, sio hivyo bosi, nilidhani mlinzi ndo kamzuia binti yangu kuingia. Bosi, nilikuona wewe ni mtu mzima nikakuajiri usimamie kampuni yangu na wafanyakazi wote, lakini wewe ndio unayewafukuza wafanyakazi tena kwa kuwapiga na matusi juu, alafu unamweka binti yako ndo awe meneja wa kampuni. Nadhani huna nafasi tena katika kampuni yangu. Mama, unawezaje kuniachisha kazi hivi kiasarasara? Lakini pia kumbuka, ukiniachisha kazi mimi kampuni yako itafirisika. Bosi, kama kampuni yangu itafirisika, iache ifirisike, lakini siwezi kuwa na watu kama nyie kwenye kampuni yangu. Ondokeni hapa. Niambie umejifunza nini katika kisa hiki, lakini pia niambie unanifuatilia kutoka nchi gani au mkoa gani. Mimi ni Director Mo.